Hao wanaonekana kazi imewalemea. Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Waziri wa Mambo na Mama Karua, wote tunaweza kushirikiana tusukume nchi yetu mbele. Tunaomba tafadhali, ukiwa wakati mwingine tuko na shida, tuangalie sana kwa makini, tusiharibu biashara yetu na watu wasilete kutoka nje kuja kuharibu biashara yetu kama marafiki. Watu wanalipwa kutoka pande ile wanakuja kusumbua watu wetu hapa Thika ama kwingine kuharibu biashara. Sasa wakiharibu biashara wavunje maduka hapa na mambo kama haya, tunaenda mbele namna gani? Tunasema hao viongozi wetu tafadhali, kama kuna shida ya kazi, watu wako tayari. Viongozi wa kanisa wanasema wako tayari kuongea na wale wa private sector wote, tuone vile tutakavyoweza kusuluhisha haya maneno. Ninawaomba tafadhali, tusifike tena Sabasaba without a clear understanding and plan kutoka kwa serikali how we will avoid these riots. Na hii shida ya watu kuongea kila siku na hawasikilizi, kwa sababu yale ambao nyinyi mnataka ni kwamba msikizwe na serikali. Kama mnataka kitu kingine, mzigo tuko nayo ya taxes, mzigo tuko nayo kidogo, gharama ya maisha ni kidogo. Kama namna gani? Sasa kwa sababu hao ndio tutauliza nani kama tuwaulizi wao wenyewe. Kwa hivyo tushirikiane nao, tuweke nchi yetu mbele, tutilie maanane stability ya nchi yetu, umoja wa nchi yetu na vile tutakavyoweza kuendelea. Na waomba wananchi tuweke amani, tukae pamoja, tushirikiane sisi wote na tusikubali hata siku moja tukafanywa kuambiwa wewe kabila hii kabila hii. Sisi tuko kabila moja Kenya hii, kabila ya wale ambao tunazunguka tunataka kubadilisha nchi yetu na kabila nyingine ya wale wengine ambao wako raha kustarehe. Kwa hivyo tafadhali, mkienda nyumbani msalimie wale wako huko, tujiandae tuwe tayari wakati wa kusema na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tumeanza safari ya kutembea. Wakati wa safari, mimi nawaomba hadharani mniangalie na macho ya huruma. Ama namna gani? Nimekuja kuwaomba wakati safari itaanza. Wanasema hakuna kuangalia na macho ya huruma.